Na wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tunaendelea na darasa yetu. Tunazungumzia nyakati za kufanya jambo lako lolote unalikusudia, hususan katika masuala ya tiba na dua. Basi hizi nyakati ndizo ambazo unatakiwa kuzizingatia. Muda gani ufanye jambo gani na muda gani usifanye jambo hilo. Darasa iliyopita nilizungumzia siku ya Jumapili, lakini darasa ya leo nitazungumzia siku ya Jumatatu. Kama tunavyoona hapa katika kitabu chetu hiki, kinaonesha hii sehemu hapa inahusiana na masuala ya saa. Ni saati kwa ajili ya saa. Kwa hiyo kuanzia saa 1 mpaka saa 12 ya jioni. Manake saa 1 ya asubuhi mpaka saa 12 ya jioni jua linapozama, ndio hizi saa anazokusudia hapa. Lakini hii sehemu ya pili, alkaukabu, kwa maana ya sayari zinazotawala katika muda huo. Kila saa inatawala na sayari yake. Ni hizi kama tulivyoelezea katika somo lililopita. Lakini hii sehemu inayofuata hapa, yaumul, inazungumzia siku, na siku yenyewe tunailenga leo ni siku ya Jumatatu. Yaumul ithnaini ni siku ya Jumatatu, walahul qamaru, na siku hii inatawala sayari ya kamari, ndiyo sayari ambayo inayoanza kusimama katika muda wa saa 1. Katika somo lililopita tulisema ni Shams. Jumapili saa 1 anatawala Shams, lakini hii leo anatawala Qamar, kwa maana ya sayari ya jua. Hapo sasa tunaingia katika saa hii ya kwanza, au wakati huu wa kwanza wa saa 1 lilqamari, inayotawala ni Qamar. Tunaambiwaje katika masuala ya wakati huu? Tunaweza tukautumia ama tusiutumie. Anasema la ya'malu fiha shay'an, asifanye mtu jambo lolote katika muda huu, au la yu'malu fiha shay, wala muda huu usifanye jambo lolote, kwa sababu huu muda ni muda ambao sio mzuri. Unatakiwa muda wa saa 1 siku ya Jumatatu utulie zako tuli mpaka huu muda upite. Lakini saa 2 huu muda unakuwa ni hizo hali. Anasema muda huu safiru fiha, muda huu ni ruhusa kufanya safari. Maana kama una safari unataka kuianza, basi muda huu anzisha safari yako. Watlubu fiha, lakini vile vile tafuta masuala ya shara'il abidi, ya kununua watumwa. Unajua zamani kulikuwa na zile biashara za utumwa zile. Masuala ya utumwa wa kipindi hicho bado yapo. Kwa hivyo vitabu hivi vya zamani navyo vimezungumzia haya masuala ya utumwa. Kwa hiyo kama ulikuwa unataka kwenda kumnunua mtumwa kwa ajili ya kumiliki pale nyumbani na kusaidie kazi za pale nyumbani, basi unaambiwa siku ya Jumatatu muda wa saa 2 ndio muda ambao unafaa kufanya hivyo. Lakini ni muda ambao wasaidi, na vile vile ni muda ambao wa kuwinda kama wewe mwenyewe ni mwindaji, na kama unatengeneza dawa za masuala ya kuwinda, iwe masuala ya uvuvi baharini ama iwe masuala ya kuwinda huku mapolini huko, basi muda huo ni muda mzuri. Lakini saa 3 mushtara, muda huo anatawala huyu mushtara saa 3. Unatuambiaje muda huu? Unaambiwa utlubu fiha hawaijik, tafuta haja zako, pambania haja zako katika wakati huo. Minas salatini, ambazo una hakika hizo haja zako unazipata kwa wale watu wakubwa, viongozi mbalimbali. Kama una jambo lako katika muda huo, basi lipambanie na lifuatilie kwa wakati huo, naambiwa utafanikiwa. Lakini saa 4 lilmarikhi, wakati ni wakati wa mirikhi. Anasema aimalu fiha ma turidu, fanya katika wakati huo kile unachokitaka. Minal abwabi nahisiya, katika mambo ambayo yale mabaya. Mirikhi ni moto. Kwa hiyo wakati huu, katika muda huu na saa hili, fanya yale mambo ambayo mabaya, utafanikiwa katika wakati huo. Lakini saa 5 lishamsi, wakati huu inatawala sayari ya Shams. Jayidatun liqada'il hawaiji, naambiwa muda huu ni mzuri kwa kutekelezewa haja mbalimbali. Kwa hiyo kama una dua zako nzuri za kufanya, fanya wakati huu.
kama una mambo yako mazuri ya kufuatilia, basi yaanzishe wakati huu, kwa kweli utafanikiwa. Tutakuja kueleza hapo, kama nilivyosema kule mwanzo, tutakuja kueleza namna ya dua zinazohitajika kufanyika. Tutakapofika huko kipengele hiko tutaeleza. Lakini saa 6 zuhura, huu unatawala wakati wa zuhura huu, mahmudatun liqada'i alhawaiji aidan, vile vile muda huu ni mzuri kwa ajili ya kutekelezewa haja vile vile. Kwa hiyo fanya mambo yako mazuri wakati huu, kama ni dua, kama ni tukombe za kunywa, kama ni tiba za kufanya, basi fanya wakati huu, ni nzuri, utafanikiwa. Lakini vile vile saa 7 lina Ataridi, wakati huu anasimama Ataridi, imalu fiha litalasimati, fanya wakati huu kuandika masuala ya matalasimu, makombe na vitu vinginevyo. Huu muda ni mzuri na utafanikiwa. Lakini saa 8 lilqamari, huu wakati anatawala tena Qamari, imalu fiha liziwaji, fanya masuala ya ndoa wakati huu. Lakini vile wasulhu baina almutabaghidhina, vile vile kuunganisha wale watu ambao wamegombana. Asulhu baina almutabaghidhina, fanya kufanya kuwahusuni, kuwakutanisha ama kuwaunganisha ama kuwapatanisha wale watu waliogombana. Huu muda wa saa 8 ni muda mzuri vile vile. Imalu fiha liziwaj, fanya maswala ya ndoa wakati huu, kama kufunga ndoa, na kama una mambo yako unataka kupiga katika maswala ya ndoa, fanya wakati huu. Lakini vile vile waunganishe watu, kama wapo waliogombana, basi waunganishe, wasuluhishe. Lakini kama unatumia dua kufanya hivyo vitu, basi fanya wakati huu, utafanikiwa. Lakini namba 9, saa 9 hii anakuja tena asimama Zohari, uktubu fiha lilfirqa walbaghdha wanaqla, fanya uandika wakati huu maswala ya kugombanisha, maswala mabaya ya kuchukiza yale, basi yafanye katika wakati huu wa Zohari, siku hii ya Jumatatu saa 9, utafanikiwa. Lakini saa 10 ni mushtara, wakati huu ni mushtara, uktubu fiha, andika katika wakati huo, lilqabuli walatfi walmahabba, andika wakati huu au fanya kazi yako ya maswala ya kukubaliwa mvuto, lakini na vile vile kuunganisha watu au kuwapendezesha watu, au maswala yale ya kupoza watu waliokuwa wakali, lakini vile vile na maswala ya mahaba, maswala ya mapenzi wakati huu yanakuwa ni mazuri. Lakini saa 11 lilmirikhi, anatawala mirikhi, uktubu fiha liladawati walbaghdha washar, andika, piga, fanya kazi ya uadui, machazi ya chuki na shari katika wakati huu. Lakini saa 12 ni saa lishamsi, wakati huu anatawala shamsi, tunaambiwa uktubu fiha ma turidu, fanya katika wakati huo jambo lako lolote unalolitaka wakati huo wa saa 12 litajibu. Maana yake ile jambo zuri, ile jambo baya, huu wakati hauna khiana wala hauchagui. Angalia wewe mwenyewe unachoona, fanya katika wakati wako huo kwa kutumia kanuni na vigezo ambavyo vimeelezwa katika hiko unachotaka kufanya. Kwa hivyo hizi ni nyakati na saa, tunasaidiana na kuelekezana. Tusikurupuke, tunachotakiwa tukizingatie kinachohitajika hapo na tuweze kukifanya. Kwa haya machache niseme salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.